Bwana Yesu asifiwe sana, marafiki zangu wapendwa. Basi ninafahamu ya kwamba mpo wazima kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Langu mimi ni washukuru sana wote wanaozidi kufuatilia huu ujumbe mtakatifu na kuzidi kunifollow na kuzidi kuhakikisha kwamba una like, una share, una comment. Bwana wa mbinguni acha kubariki sana, kutia nguvu. Nipo pale Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, hapa TikTok, nipo kabisa kwa ajili yako. Nipo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba ujumbe huu mtakatifu unaweza kukufikia hapo ulipo nyumbani, popote unapotembelea, pale barabarani, wapi na wapi. Nina imani ya kwamba huu ujumbe utaweza kuupokea kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Basi bila kupoteza muda, nahitaji rafiki yangu mpendwa, mchungaji mwenzangu, mwinjilisti, baba askofu, makuhani wote, manabii wa Bwana, majasusi wa Yehova, njooni hapa ili tuweze kusemezana mawili matatu. Ningependa kuwajulia hali na kuwasalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi hapo ulipo rafiki yangu mpendwa unayenisikiliza kwa wakati huu na kunitazama, nahitaji leo tuweze kujifundisha maandiko matakatifu kuhusu uchawi. Je, tunataka tuweze kuelewa kwamba katika watu wachawi, tunajua kwamba maandiko zetu ni wachawi, madada zetu ni wachawi. Je, hawa watu jinsi walivyo wachawi, jina uchawi linatambulika kinamna gani kwa Biblia? Au Mungu anaweza kuruhusu mchawi hakae machoni pake? Au je, Mungu anapenda wachawi ama anawachukia? Tunataka tuweze kuelewa kwamba ni jambo la namna gani, na tuweze kufahamu ya kwamba mchawi unawezaje kuitwa mchawi. Unajua mchawi sio lazima uloge, na mchawi sio lazima utembee na mitishamba. Kuna tabia tofauti tofauti ambayo inaweza kuonyeshana ya kwamba wewe ni mchawi. Sio lazima eti wewe kuloga watu ama kuwa watu, hapana. Lakini kulingana na tabia ambazo zipo ndani yako zinaweza kuwakilisha ya kwamba wewe ni mchawi. Basi moja kwa moja tusonge kwenye maandiko yetu matakatifu, na bila shaka niite Mwalimu Luka Sefania. Hapa tunaingia kwenye kitabu cha Kutoka sura ya 22 mstari wa 18. Tutaweza kusoma huo peke yake ili tuweze kuelewa kwamba Yehova anazungumziaje kuhusu wachawi. Je, anawapenda? Hapa nazidi kutuambia kwamba katika Kutoka 22:18 anasema ya kwamba usimwache mchawi kuishi. Alizungumza tu hivyo, huo mstari mmoja peke yake na kanyamaza. Usimwache mchawi kuishi. Je, mchawi ni mtu wa namna gani? Hebu tuvuke kwenye maandiko matakatifu kwenye hapa bado kwenye kitabu cha Agano la Kale, kwenye Samueli wa kwanza sura ya 15 mstari wa 23. Na Samueli anamwambiaje mfalme Sauli? Anasema ya kwamba kwa maana kuasi ni kama dhambi ya uchawi. Kuasi ni kama dhambi ya uchawi. Huyu ni mfalme anazidi kuambiwa sana, na hii ni baada ya dhambi kukua nyingi. So anaambiwa kwamba kwa kuasi, kuasi ni kama dhambi ya uchawi. Kwa hivyo ina maana ya kwamba ukiwa muasi, unajua muasi ni yule mtu ambaye anapinga sheria. Muasi ni yule mtu ambaye anapinga neno la Mungu. Muasi ni yule mtu ambaye ana kiburi. Ninapozidi kuendelea kukwambia kwamba inazidi kusema kwamba na ukaidi ni kama uovu, na kuabudu sanamu kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa wewe, usiwe mfalme tena. Kwa hiyo hapa Sauli anazidi sana kukumbusha sana na nabii Samueli anazidi kumkumbusha kwamba kwa kuwa ameshakuwa muasi tayari, na kukuwa muasi ni sawa na kukuwa mchawi. Kukuwa muasi ni sawa na kukuwa mwenye kiburi. Kukuwa muasi ni sawa na kulikataa neno la Bwana. Kukuwa muasi ni sawa na kuchukua mamlaka yasiyokuwa yako na kujiwekea na kujibandika. Kukuwa muasi ni sawa na kuabudu sanamu. Kwa hivyo wote waabuduo sanamu, wote wanawekwa kwenye kikosi cha uchawi. Kwa hivyo yeyote anayeabudu sanamu, yeye ni mchawi. Yeye sio mcha Mungu kabisa. Yeye anayeomba bila chochote kuweka machoni pake, yeye yupo sawa machoni pa Mwenyezi Mungu. Lakini yule ambaye akitaka kuomba, yani ili aweze kuomba, lazima aweke kitu machoni pake. Akitaka kuomba, lazima aweke kitu cha kupitilia machoni pake, yule ni mchawi tayari. Manake unajua hiyo ni sawa na kuabudu sanamu. Kwa hivyo ukitaka kumwabudu Yehova vizuri, kwa njia nzuri, kwa njia ya upendo, nataka nikufundisha rafiki yangu mpendwa, weka chini kitambaa ili kizuilie makoti yako. Weka chini makoti yako kwa upole, kwa heshima. Anza kumtafuta Muumba wako sirini. Kama ni pale kanisani, weka makoti yako kwenye kona karibu na ukuta.
Anza kuzungumza na muumba wako kwa heshima. Najua kwamba wewe ni mwenye dhambi. Anza kutubu dhambi zako ili usamehewe. Anza kubadilisha mienendo zako ili usamehewe. Na unaposema ya kwamba umeacha kitu fulani, acha kabisa, usiache ukirudia. Maana unapozidi kurudia kila siku, basi dhambi ni kuasi. Dhambi ni uchawi siku zote. Kiburi kinachokuongoza siku zote ni sawa na uchawi. Sio lazima eti ukae pamoja na mtu mchawi anayeloga watu ndipo sasa isemekane kwamba eti wewe ni mchawi. Hapana. Mchawi ni yule mtu ambaye ana roho mbaya. Mchawi ni yule mtu ambaye ana hasi. Mchawi ni yule mtu ambaye anaabudu sanamu. Mchawi ni yule mtu ambaye anategemea miungu. Mchawi ni yule mtu ambaye ana chuki siku zote. Mchawi ni yule mtu mlafi. Mchawi ni yule mtu ambaye tabia zake haziendani sawa na Biblia kama jinsi inavyoeleza kwenye upendo wa Yehova. Basi nimekuja kukujulisha leo, rafiki yangu mpendwa, uweze kuelewa ya kwamba, je, wewe umesimamia upande gani? Wewe umesimamia upande wa kimungu wa kweli au umesimamia upande wa miungu? Unapaswa kuelewa sana, sehemu za miungu ndizo sehemu wanazopenda kuabudu sanamu. Kuabudu sanamu ni namna ya aina gani? Kuabudu sanamu ni wale watu ambao wanakwenda kushangilia vitu ambavyo sio vya Mungu. Wanakwenda kushangilia vitu ambavyo havimuhusu Mungu hata kidogo. Wanajikuta kwenye vikundi tofauti tofauti ambavyo hata haviwezi kumuhusu Mungu. Mkristo ulio kweli au mtu wa Mungu ulio kweli, uliokombolewa katika moyo wako, ni lazima uhakikishe kwamba unapojiandaa kwenye jukwaa la kusherekea, sherekea kwa kumshangilia Bwana. Washangilia, Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu anaweza. Yesu shangilia, Baba anaweza. Lazima tumshangilia Baba kwa kuwa yeye anaweza. Lazima tumshangilia Baba kwa kuwa yeye ni mshindi. Lazima tumsifu yeye kwa kuwa yeye ndiye aliyetumba. Lazima tumwabudu yeye kwa kuwa yeye ndiye anayestahili kuabudiwa peke yake. Lazima tumtegemee yeye, maana yeye hakuumbwa bali sisi alituumba. Lakini sasa kuna wengine unawakuta ni wachungaji kama sisi, ni watumishi kama sisi, ni wajasusi wa nguvu sana kama sisi, lakini hawa watu kwenye michezo ya kandanda huwezi kuwaondoa. Unawakuta sehemu kubwa sana unazomalizia. Yaani afadhali hata mtu ahubirie watu kwa zaidi ya dakika 20, lakini aende atazame mpira kwa masaa 3, masaa 4. Ili hata mtu afanye kazi ya Mwenyezi Mungu kwa lisali moja. Lakini huyu mtu kimpata kwenye michezo ya ndondi, anashiriki huko kwenye hata masaa 5. Yaani katika vitu vya kiulimwengu vimetunasa sana sisi wanadamu, ambao siku zote tunajiita kwamba sisi ni watumishi. Lakini katika kazi za kimungu imetugharimu sana muda mfupi. Yaani muda wa kumhudumia Mungu ni mchache zaidi, lakini muda wa kumhudumia shetani ni mwingi zaidi. Basi nataka nikuelezea kwamba, rafiki yangu mpendwa, nataka ujiulize maswali. Ni kwa nini unapenda sana kusherehekea mpira na wewe ni mchungaji? Kwa nini unapenda sana kusherehekea ndondi na wewe ni mchungaji? Kwa nini unapenda sana kusherehekea bullfighting na wewe ni mchungaji? Fahamu ya kwamba katika full biting, katika bullfighting, nataka nikukumbusha kwamba kuna sanamu kule. Kuna miungu sehemu zile. Katika michezo ya mpira, nataka nikwambia kwamba kuna sehemu ambazo zimetengewa miungu kule. Kwa hivyo sio kwa kupenda kwako usidi sana kushangilia kila wakati, ila unapozidi kusherehekea kila wakati, hivyo ndivyo hizi miungu zinazidi sana kukunasa. Maana hiyo ni sanamu ambayo huwezi kuiona, huwezi ukaitazama hata kidogo, lakini ukianza kutazama jinsi ishara za hawa wachezaji zinaenda, ndivyo hivyo moja kwa moja utakuja kuelewa kwamba ni kitu gani kinachoendelea. Lakini cha kuambia ni kwamba mimi sikukatazi kushangilia mipira, sikukatazi kushangilia bullfighting, sikukatazi kufanya chochote ambacho unakifanya, lakini nataka nikukumbusha kwamba chakua njia moja. Kama ni Yesu, awe ni Yesu peke yake. Kama ni kumshangilia Bwana, mshangilie Bwana peke yake. Shangilia Yesu anaweza. Usishangilie mipira, maana mipira haziwezi kwenda mbinguni. Bullfighting haiwezi kwenda mbinguni. Achia wenye ulimwengu washerekee, lakini wewe jiondoe kwa hizo. Ninazungumzia kwa wachungaji wapendwa wanaotangaza ujumbe wa mbinguni. Basi hivi karibuni Yesu yuacha. Na kuacha na amani ya Bwana. Ubarikiwe sana na uinuliwe hapo ulipo nyumbani. Mungu akutie nguvu na kuongoze ili macho yako yafumbuke uweze kuona mbele. Huyu ni Mwalimu Luka Sefania. Shalom.